Sasa kama umekuja na Biblia yako, hebu nenda kitabu cha kwanza cha Samueli. Wengi wamezoea kusema Samueli wa kwanza. Ni makosa. Hakuna Samueli wa kwanza na wa pili. Samueli ni yule yule, ila ana kitabu cha kwanza na cha pili. Samueli yule yule. Sio tufungue Samueli wa kwanza, Samueli wa pili. Mtajifunza na Kiswahili pia kama mnavyonifundisha Kiingereza. Kwa kitabu cha kwanza cha nani? Cha Samueli, mlango ule wa 18. Nisome mistari michache. Habari yenyewe utaisoma, lakini inaanzia mlango wa 17. Mlango wote wa 17 na mlango wote wa 18 unahusu habari hii ambayo nataka kuihubiri. Amen. Kwa hiyo mimi nitasoma mistari michache, mingine nitaelezea. Ukianza ule mstari wa 9, mstari ule wa 9 kwenye kitabu cha kwanza cha Samueli mlango wa 18, mstari wa ngapi? Wa 9. Anasema Sauli akamuonea Daudi wivu tangu siku ile. Nitakwambia kwa nini tangu siku ile. Ikawa siku ya pili yake, roho mbaya kutoka kwa Mungu ikamjia Sauli kwa nguvu, naye akatabiri ndani ya nyumba. Basi Daudi alikuwa akipiga kinubi kwa mkono wake kama siku zote, naye Sauli alikuwa na mkuki mkononi mwake. Hasa ninachotaka kuhubiri ni kile cha 11, mstari wa 11. Mara Sauli akautupa ule mkuki, maana alisema nitampiga Daudi hata ukutani. Daudi akaepa, akatoka mbele yake mara 2. Sauli akamwogopa Daudi kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye, ila amemwacha Sauli. Kwa ajili ya hayo Sauli akamwondosha kwake, akamfanya awe akida wake juu ya askari 1000. Naye akatoka na kuingia mbele ya watu, naye Daudi akatenda kwa busara. Shika hilo. Akatenda kwa busara katika njia zake zote, naye Bwana alikuwa pamoja naye. Sauli alipoona ya kwamba anatenda kwa busara sana, na yeye alimuogopa. Amen. Nimewasomea mistari mingi, msinisumbue kwamba hajatusomea mistari. Si yoyote. Mimi wale wanaozoea kusikiliza semina za Mgogo zina vifungu vichache sana. Tulikuwa tunahubiri mahali tumesoma kama mstari kamoja tu, tukahubiri siku 8. Alafu hatukumaliza. Kwa hiyo nitarudi kumalizia ule mstari mmoja tu, kwa sababu tulihubiri kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:4 na kuendelea hapo. Kila atendaye dhambi afanya nini? Afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Siku ya kwanza nilihubiri dhambi ni nini. Siku ya pili nikahubiri filosofi au falsafa ya dhambi. Siku ya 3 nikahubiri utendaji kazi wake. Siku ya 4 nikahubiri laana ya dhambi. Siku ya 5 nikahubiri unatokaje katika dhambi. Kwa hiyo tukaenda hapo mpaka tukamaliza siku 8. Mstari haujaisha. Sometimes tunaisoma Biblia ovyo ovyo kiasi kwamba hata usikii utamu. Unatakiwa unautafuna mstari mpaka unatafunika. Hata watu wakitoka hapo hawawezi kusahau, kwa sababu mmeutafuna vizuri. Amen.
kama ile mstari tuliyotangulia nayo, huwezi kuisahau. Huwezi kusahau, tusitoke kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Si tulisoma hapo? Na tukasema huwezi kuchoka bila kuchoshwa, huwezi kuzimia bila kuzimishwa. Huo mstari hautatoka kwenye kichwa chako. Hatukienda ushago wakakwambia tuhubirie leo, usianze kujitetea. Unajua mimi nilikuja msibani. Hawakuulizi kilichokuleta, wanasema tuhubirie. Na wewe hapo unakuwa mgogo pati tu, na wewe unaruka. Na tusichoke kutenda mema, tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Na wewe unaruka nao wanaozimisha wenzao roho. Unaenda, Mungu anakuongezea karoti, hoho, nyanya, vitunguu na nini. Somo linakuwa zuri. Amen. Paka unamaliza ibada, mchungaji anakuambia tunakuandalia semina ya wiki zima. Ndio kasheshe inaanzia hapo. Ndio shida inaanzia hapo. Kwamba sasa nafanyaje? Kuna rafiki yangu mmoja alisema, yani kila wakinishitua naingia YouTube, nasikiliza mahubiri yako, na mimi naenda kuwa mgogo pati tu. Kesho yake tena nazama mle nachukua na ubiri. Sasa hivi anaalikwa mikutano kwenda na huku na huku. Lakini alianzia hivi vya kukopi na kupaste. Amen. Sio lazima uanzie ya kwako. Sometimes anzia haya tunayofundisha, na wewe kawafundishe wengine. Si ndivyo Paulo alimwambia Timotheo, nikusanyie watu ambao unaona kabisa ni waaminifu, wanafaa kwenda kuwafundisha na watu wengine. Kwa hiyo na wewe tunapokufundisha, tunakuona unafaa, utaenda kuwafundisha na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Nimesoma habari hizi, nazungumza habari ya wanadamu ni viumbe ambavyo haviko serious. Hizi ni habari za Sauli. Ni habari ndefu, sitaki nivute muda ili tupate muda mzuri. Sauli wote tunamfahamu, alikuwa mfalme wa kwanza wa Israeli. Wakati wa Israeli wanasema, si tunaongozwa na Mungu kama mfalme wetu, lakini hatukuoni, tunataka utupe mfalme mwanadamu tuwe tunamuona. Mungu akasema haina shida, Samueli waambie hao watu kwamba tutawapa mfalme. Na kweli akachaguliwa Sauli awe mfalme wa kwanza. Na kumbuka wakati huo, kumbuka kwamba wana wa Israeli, habari ya vita kwao ni chai ya asubuhi. Si hata hivi tunaongea wanapambana huko. Si mmesikia habari za vita hiyo? Kuna mtu mmoja aliniambia, pastor, tuombe sana. Akasema kwa nini? Akasema si umeona vita huko imeumana huko Israeli, inaonyesha ni dalili za kurudi kwa Yesu. Nikamwambia Yesu atarudi tu. Na hatarudi kwa sababu Israeli wanapigana. Hatarudi kwa sababu muda wa kufika umefika. Kwa sababu ukisema vita ya Israeli hawajaanza kupigana leo. Yani wao vita ni sehemu ya maisha yao. Ndio maana hata Mungu hawamuiti Bwana tu hivi. Wamemuongezea jina mbele, anaitwa Bwana wa nini? Wa vita. Anaitwa Bwana wa majeshi, alafu Bwana wa vita. Kwa sababu wao ni kupigana. Na ukisikia Bwana wa majeshi, usifikiri katika ulimwengu wa roho. Wakisema Bwana wa vita, usifikiri katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ni wewe unayemtumia Mungu kama Bwana wa vita, Bwana wa majeshi. Wao ni majeshi ya mwili. Kwani ukisikia saizi wanachakaza watu, ni kwa maombi. Yale magorofa yanafumuliwa kwa sala. Yale magorofa yanafumuliwa kwa maombi ya lunch hour. Yani nataka nikwambie, wanafumua watu kwa mabomu ya kawaida. Kwa hiyo wao vita kwao toka zamani. Na mnakumbuka hata kipindi cha nyuma, kataifa kao kalifutwa kabisa na vita, kakatawanyika. Walianza kurudi mwaka 40 ngapi? Nyie mliosoma historia ambayo bado imo kichwani. Wengine historia ililiwa na virus. Mafaili ya historia ameenda. Lakini anyway, shika we mwaka wa Kenya ilipata uhuru lini? Mambo ya Israeli hayakuhusu. Amen. Lakini walisambaratishwa. Baadaye wakaanza kurudi, wakarudishwa sawa sawa na neno,
wakarudi. Ndio vita inayoendelea hapo. Kwa sababu wao wanasema kila amani hapa kwetu, hao wanasema hapana, hapa palikuwa na hekalu, hao wengine wameweka msikiti. Kwa hiyo vita iko hapo. Lakini point yangu sio hiyo. Point yangu ni kwamba Waisraeli ni watu wa vita miaka yote. Miaka mingi watu wa vita. Ndio maana hapa Sauli anachaguliwa kuwa mfalme, anakutana na vita ya Wafilisti. Wanapambana na Israeli na wakaandaa jeshi, na yeye Sauli ndio kiongozi, anapaswa awe kamanda mkuu kuwaongoza wanajeshi kupambana na Wafilisti. Walipofika vitani, twende haraka haraka, ndio wakamkuta jamaa moja giant, jitu lenye nguvu. Tanzania tunasema lenye miraba minne, yani limeenda juu, yani wewe kukunyenyua anakunyenyua kama paka tu. Linatoka linatukana majeshi ya Israeli, linatukana mpaka wale wakawa wamenyongonyea. Mwandishi mmoja anasema wakayeyuka kama maji. Walijua hapa hatuwezi kupambana naye. Mfalme akatoa na ofa, jamani atakayemuua Goliath nitampa na binti yangu. Wakasema wewe sasa huyo binti yako ataolewa na kaburi, baki naye, tunapenda kula ugali. Kwa hiyo ofa ile hakuna aliyeikubali. Lile mjamaa linatukana. Siku moja baba yake Daudi anamtuma anamtuma Daudi, anamwambia wapelekee vyakula ndugu zako wako vitani, wapelekee na hivi. Acha kondoo. Daudi kanaenda, kanafika pale, anakuta eti jitu limesimama mbele inamtukana Mungu. Unajua Daudi alikuwa unajua kuna watu anapenda yuko tayari kufa kwa sababu ya kupenda. Vijana si ndio siku hizi mnajiuaga? Wajinga kabisa nyinyi. Yaani jitu melikuta ukubwani, tunalipenda, nimesema na kuacha, nasema na kunywa sumu. Hawa waliokulea kutoka utoto mpaka ulipokutana na hilo jitu kwenye matatu, yaani ndio unataka kufa alafu lenyewe liendelee kusurvive. Una akili kweli? Unajiua kwa ajili ya jitu. Mlikutana kwenye matatu, ninakwambia mimi nakuacha. Mwambie sawa, nitaendelea kupanda matatu, nitampata aliye serious. Ndio, mlikutana hotelini, ikakununulia chakula, piga maneno, ukalikubali. Leo linakwambia kuanzia leo sikutaki tena. Mwambie sawa, hotelini hawajaacha kuja. Nitakuwa na kasi mati, naenda kula hotelini. Mungu atanipa aliye serious. Unataka kujiua? Eti huyu nimesoma naye, eti huyu nani naye, tulikaa wote chuoni. Unajua kuna vitu watu wanafanya paka mapepo yenyewe yanasema pamoja na umapepo wetu, ila huyu ni zaidi ya mapepo. Unajua kwa ajili ya mtu, eti mimi hata chakula akishuki. Unajua mchungaji, unaongea ujui kupenda wewe, ujui kupenda. Upendo ni kichaa, karazwe hospitali utibiwe. Kwa sababu kama utakuna changanywa na viumbe hawa mara kwa mara, watakuua. Na nilikwambia jana, mchumba wako akijua unampenda sana, ndio kiburi kinapanda. Ndio anaanza kufanyia vituko vingi. Sometime hata kama unampenda sana, jifanye kama unampenda kidogo, ndio asikusumbue. Amen. Ndio mtu umekutana naye ukubwani yetu na unataka kujiua. Sio baba yako, sio mama yako, sio ndugu yako. Mtu tumekutana huko barabarani, hi I love you too. Hafu nataka nikuue kirahisi tu, anakuambia mimi na kwa sababu wewe unafikiri wakati unakutana naye alikuwa hana watu wengine huko. Ilikuwa tu ni kujaribu kukompea. Amepima akaona wewe hafu nasema unajiua. Unajua kwa sababu gani? Hamna kukata tamaa. Aliyekuandikia Mungu atakuja. Aliyekuandikia Mungu atakuoa. Yule wa mipango ya Bwana atafika. Wakati mwingine unaweza kufikiri umeachwa na mchumba, kumbe umeachwa na matatizo. Sometimes Mungu anakuokoa. Si hapa tunaombaga hapa kila wakati. Tuingie kwenye maombi. Unaomba, Baba nisaidie, niepushie majaribu, shetani ashindwe. Sasa Mungu anakusaidia shetani ashindwe, unataka kunywa sumu. Kwa hiyo unataka kwenda wapi na shetani huyu?
Kwani kila mwanaume naye kwa approach unafikiri yuko sahihi? Wengine ni mapepo tu. Wengine hao ni akina take away. Hawana mpango na wewe. Unafikiri mtu anaenda kutake away kuchukua chakula hotelini, anahamia hotelini humo ndio jiko lake? Kula take away, potea. Na wewe anaweza kaja kwako kumbe ni take away, kula potea. Alafu unataka kujinyonga. Unajinyonga na take away. Mungu atakuletea mtu wa kwako sawa sawa. Mnanisikia nyie mabinti? Sikupanga kusema haya, huenda ni breaking news ya kabinti kajinga kako hapa, kanataka kuchanganyikiwa mpaka anataka kuacha masomo, anataka kuchanganyikiwa. Unachanganyikiwa nini? Rudi, mimi ningekufahamu ningekusaba na kofi upate akili. Wazee wamekulea kwa shida na tabu. Eti juue kwa mtu ulikutana nalo hapo Kitengela hapo mjini. Kama umekaa karibu na kabinti kaangalie, mwambie kama ni wewe, koma kabisa. Sasa Daudi anawaambia, yani nyinyi mnamuona huyu anatukana Mungu wetu mmenyamaza. Wakasema wewe unamuonaje? Akasema mnafikiri wewe ni mkuu kuliko Mungu wetu? Wakasema sawa, tunamwamini Mungu sawa, lakini hiyo jamaa inatisha. Akasema haiwezekani, mimi naweza kwenda. Wakasema wewe, tumeshindwa makomando. Wewe. Akasema nyinyi mnaenda kwa utaalamu wenu, mimi namuendea kwa jina la Bwana wa majeshi, ambaye najua atanipigania, atakuwa pamoja na mimi. Wakamjaribisha na silaha zao, akasema hizi ni nzito. Maana nikishinda kwa silaha hizi, sifa zitabeba silaha. Sasa nataka sifa abebe Bwana wa majeshi. Naenda na silaha rahisi, silaha nyepesi. Akaenda na manati. Maana nikitumia lugha ya kombeo watoto wa leo hawezi kujua. Kaenda na manati. Mnafahamu manati? Yale wangapi mwahi kuwinda ndege? Wanaume mwahi kuwinda ndege na yale unaweka kajiwa alafu unamweka ndege katikati ya vijiti? Hiyo ni aina. Lakini pia kuna aina ya manati, ile ni ngumu kutumia. Unaviringisha jiwe kwenye kama kamba hivi, unaiviringisha. Hasa ile ukizungusha vibaya litakurudia wewe. Wewe inabidi ujue kabisa na vidiachia ile kamba itaachia vyau, alafu jiwe liende. Hasa ukinani vibaya inakurudia wewe. Tena ndio utakuwa umejitegeshea vizuri kwenye uso, maana una koli inakuja hapo. Ile wanatumia wataalamu. Sasa Daudi alikuwa mtaalamu wa hiyo. Akaokota mawe yake 5 akasema wewe nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Ile Goliath akasema huyu dogo ananijua au? Yaani hao wamemtuma huyu ili nigawe chakula kwa ndege. Anasema njoo niwagawie ndege chakula. Anasema watakula cha kwako. Wakati anazungusha kombeo, Goliath alifikiri anacheza. Kanogewa na muziki. Daudi kaachia. Goliath chini. Wanajeshi wa kule na Waisraeli wote hawaamini. Wanajua hiyo ni triki aliyoitumia alale ili Daudi aje amudake amalize. Kumbe jamaa hajaigiza wala haja pretend. Ni jiwe la Bwana wa majeshi limekutana naye. Akadondoka di. Daudi akaenda. Unajua Daudi alikuwa hana taba. Akakata kwa upanga wake. Walipoona menyenyua kichwa, ndio wakajua kumbe Goliath kweli amekufa. Wale wa upande wa Wafilisti wakafyatua mbio. Wao wa Israeli wakatiwa nguvu. Wakasema dogo ametufanyia kazi. Dogo ameturahisishia. Huyu tuliyekuwa tunamuogopa kammaliza. Mungu alimtumia Daudi chombo dhaifu. Yule ambaye watu hawakumdhania. Mungu anaweza kainua mtu yeyote ili awe msaada kwenye maisha yako. Mahali unapokata tamaa, mawazo yasiwe kwa watu wakubwa. Mawazo yasiwe kwa watu maarufu. Sometime Mungu anatumia watu wadogo kabisa ambao kwenye hesabu hawapo. Anasema na viinua vitu dhaifu ili kuvidharisha vile vikuu. Amen. Mama mmoja alikuwa anaumwa. Katoto kake kakamwambia mama nikuombee. Akasema hey. Akasema nikuombee. Akasema hey. Acha huko.
Katoto kasema, mimi na imani mama, nikikuombea utapona hapa hapa. Kasema kasema haya. Katoto kakategea mama merara, ametulia. Kakaenda pole kakabandika mkono. Kasema, baba, mama haamini. Nataka leo udhihirishe kwamba unaweza kunitumia mimi kumponya mama yangu kwa maombi. Wakati kanaomba ndo mama yake anafungua jicho. Na kenyewe kalipojua amefungua jicho hapa kajua tutafukuzwa. Kwa kakatamka haraka, uwe mzima. Kakaondoka. Mama anasema, alikuwa anashuhudia mwenyewe. Anasema nikaona kama kitu cha baridi kimepita kwenye mwili wangu. Homa yote, maumivu yakaisha. Nikainuka hapo hapo. Nikamwambia, mtoto ukoje? Lakini mwangalia ni mtoto wangu nile mzaa mwenyewe. Haya maajabu yametoka wapi? Yaani akasema nilishangaa. Tangu siku ile wakajua wako na mtumishi wa Mungu nyumbani. Kwa magonjwa yakitokea, njoo huyu. Baba yako siwi nani? Mwisho wakaambukizana mule imani. Wakajua kumbe Mungu anasikia, Mungu anaweza. Kuna watu hapa tunapomaliza na waambiaga shika mkono mwenzako muombe. Kuna watu hapo kwa kiburi anasema mchungaji, hivi anajua aliyenishika mkono. Huyu ndio wako niombea mimi. Huyu. Mchungaji na yeye anapoteza muda. Mimi ningeshikwa na fulani. Huyu. Lakini huyo ndiye aliyebeba muujiza wako. Huyo ndio ana mambo makubwa. Huyo ataomba kwa jina la Bwana wa majeshi na hayo mateso yako yataondoka. Umemdharau mke wako, amebeba muujiza. Umemdharau mume wako, amebeba muujiza. Umedharau watoto wako, amebeba muujiza. Kuna memba wa church wako hapa, hawana chochote. Maisha yao ya kuunga na sorotepu, lakini yana nguvu na uwezo wa Mungu ndani yao. Usiwadharau. Dharau ilitaka kuwaponza wanzo wa Israeli. Ilikuwa wamzuia Daudi. Lakini kumbe ndio kabeba ukombozi wao. Unaona? Acha dharau. Mtu mmoja alienda kanisani, akafika pale akakuta pastor hayupo. Akarudi. Watchman anamuuliza, unaenda wapi? Akasema nilikuwa namfuata mchungaji hayupo. Akamuuliza na shida gani? Akasema naumwa, nitaka niombee. Akasema mbona yupo pale, sisi kwetu tunawaita parish worker. Huku mnasema protocol sibu nani? Wale wanahudumu pale, wanasafisha ofisi, kupika chai na nini. Akasema mbona yupo? Akasema nilikuwa namtaka pastor. Akasema sasa kwa taarifa yako, yani yule watchman aliamua tu kumsaidia huyu kwa hekima. Akasema kwa taarifa yako, mchungaji imani yake sio kubwa sana kama ya huyo uliyemwacha pale. Akamesema yule ndio balaa, akikuwekea mikono hapo hapo. Sasa kweli rudi. Akarudi. Akamkuta huyo wa protocol yuko hapo. Parish worker. Akasema naomba uniombee maana mchungaji hayupo. Na yeye yule hajawahi kufanya. Akasema si umsubiri. Akasema hapana, uniombee wewe. Na yeye akajikaza. Akasema ngoja na mimi niombe. Kamwekea mikono, kaomba. Yule mtu kumbe alikuwa na mashetani. Kaomba. Toka. Akajikaza na yeye kwamba kumbe na mimi hivi inawezekana. Kazana hapo, kazana pepo fyu. Nikaondoka. Akamzima. Wa protocol anashangaa Mungu, huyu naye anashangaa Mungu. Unajua miujiza ya namna hiyo hakuna wa kujivunia, maana kila mmoja anashangaa. Hakuna wa kusema mimi. So unajua wakati mwingine wahubiri tunalewa upako, unalewa nguvu za Mungu. Yaani ukiombea watu wakianguka ukifanya unahisi kama ni wewe. Kiasi kwamba mpaka mtu aliyemwombea akipita haja kusalimia unasema wewe nilitoa pepo lako. Kwani pepo ni la kwake? Pepo si ni la shetani, hata yeye lilimuonea tu. Unasemaje nitoa pepo lako unisalimii? Yaani dunia hii ina vituko. Yaani Mungu akisha mbariki mtu akampa kakipawa, anabadilika kuongea, anabadilika kusema, anabadilika kutembea, hata watu wengine asalimii. Yani mgongo ulinyoka vizuri na ukunja kidogo. Simewahi kuona na wale wanaobadilisha mpaka sauti.
Ukiongea naye hivi ana sauti tofauti. Akifika hapa kwani ukitumia sauti yako hatuwezi kukuelewa. Kinachotakiwa ni message ifike kwetu. Hasa unavyotutishia na tumia sauti yako. Hiyo sauti yako ina upako. Amen. Hiyo imebeba nguvu za Mungu. Sio lazima umuige mhubiri fulani. Wewe hubiri kwa sauti yako, watu watakusikia na watu watakuelewa. Sijui ushamba huu utaisha lini. Usimsalimie watu upako unaisha. Uenda wako kulipungua au nao wasalimia ndo wanaujaza. Watu nao waona hawafai, ndio Mungu anawatumia. Palisha alipomwombea yule protocol na mtu akapona, yule alienda kutangaza kule, watu wakana ilibidi pastor mtafutie ofisi yake. Akasema hilo ulikuwa unafanya, sasa acha tunampa mwingine. Kaa hapo uombeage watu. Muda si mrefu akawa assistant pastor. Kanisa likakua. Na Mungu alimjalia kwa sababu wengi akiona kipawa na nini anataka pindue pastor aliyekuwepo. Kwani ukitumika chini ya huyo pastor kuna shida gani? Amen. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kutumia, yani mtu yeyote anayetaka kumtumia. Mungu anaweza kutumia chochote kufikisha chochote alichokikusudia kifanyike. Nani alitegemea Daudi awe mkombozi? Nani? Katoto kananuka tu nani ya kondoo. Mnaitaje ninyi huko? Sikwetu tunasema samadi. Nyie mnaita nini? Ile ng'ombe kila majani alafu anatoa, inaitwa nini? Samadi. Kadaudi kananuka samadi. Kabisa kametoka kuchunga. Unafikiri kalioga saa ngapi? Mzee wewe amekadaka juju, nenda kule kwa nani? Pelekea ndugu zako kule. Kamefika hapo kananuka kama kondoo hivi. Kananuka kama nini? Lakini ndio hako kananuka hivyo. Kameokoa jeshi. Kwa nini? Kalikuwa na Mungu ndani. Mwangalia jirani yako, mwambie usinidharau, nimebeba muujiza wako. Mwambie usinidharau, hapa nilipo nina muujiza wako. Kabisa. Kwa sababu Mungu anaweza kumtumia huyo akaomba mambo makubwa na yakawa. Na ndivyo Daudi alivyokomboa jeshi. Kijana mdogo kwa jina la Bwana wa majeshi akafanya Israeli wakashinda vita. Sasa wakati wanarudi sasa ndio kasheshe. Hebu sema wanawake. Sema wanawake. Kama mmekaa karibu naye muangalie, mwambie wewe. Mwambie nyie mtamaliza dunia nyie wanawake. Wanawake. Wanaume wangapi mmewahi kucheza mpira shuleni? Mmewahi kucheza mpira shuleni? Kucheza mpira, football. Wanawake wasipokuwepo tulikuwa tunacheza vizuri tu. Unampiga chenga mwenzako, unacheza vizuri tu, unakwepa kumuumiza. Wawepo pembeni. Waanze kushangilia. Wanapo celebrate wanashangilia. Cheza kaka. We. Asikupite. Unamrukia mwenzako, yani unyama. Unamparamia mwenzako, kanyaga. Kule wanapiga kelele. Uya! Saa nyingine ndo anakuchanganya kabisa, anasema nina zawadi yako. Sasa ndo unachanganyikiwa kabisa. Kumbe zawadi yenyewe amekuchomea muhindi. Kakubebea muhindi kwenye mfuko na kenyewe kipande tu ameweka mfukoni. Unamaliza unamuuliza zawadi, anakupa muhindi. Lakini umeparamia watu, umeumiza watu. Wamama hawa. Amen. Wamama kweli mnatutia moyo. Lakini sasa mioyo ikizidi na sisi tunachanganyikiwa sasa. Wakati wanarudi kutoka vitani, wanawake wakatunga wimbo. Sijui aliyewatungia na yeye alikuwa na sababu gani. Unajua kuna watu wanafikiri wanakusaidia, kumbe wanakumaliza. Sifa zingine ni mtego.
Wakaanza kusifia, mfarume ameua watu kama 1,000, lakini Daudi 10,000. Jamani, si aliua Goliati peke yake? Hawa 10,000 wametoka wapi? Eti Daudi ameua 10,000, mfalme ameua 1,000. Aliyewatunga wimbo huyu kwa ya master alikuwa na kitu ndani yake huyu. Yaani anatungaje wimbo wa ajabu namna hii? Alafu wamama wanauimba Daudi ameua 10,000, mfalme 1,000. Daudi Sauli akachukia. Sifa zinaenda kwa huyu. Anasema kama wanamsifu hayo, wamempa 10,000, mimi 1,000. Kuna nini kimebaki kama sio ufalme wangu? Utawala ni mtamu. Fikiria na kaogopa katoto kadogo. Anasema hamuna namna yoyote ni kukamaliza. Anapanga mauaji. Hebu niambie, Daudi ameriski maisha yake kwa sababu ya ufalme wake. Hivi Daudi alikuwa anapigania ufalme wa nani? Si wa Sauli? Leo ameshinda vita Sauli, baadaye amweke sherehe, baadaye ampe promotion, anawaza kumuua. Bibi inasema alimtupia mkuki. Hapa anasema mara 2, lakini ukisoma mkiendelea mbele alirudia tena na tena kumrukishia mikuki. Wakati mwingine alifukuzana naye, anataka kumuua. Anataka huyu lazima afe, maana atachukua ufalme wangu. Amesahau mema yote aliyofanya Daudi. Anakumbuka ufalme tu. Anataka kumuua. Wameenda mahali wamefukuzana, wamefika mpaka kwenye pango, mnaelewa pango? Handaki huko. Wameingia huko ndani. Daudi amejificha huko. Mfalme hajui kama Daudi yuko ndani, akalala hapa nje. Daudi anaamuka kuchungulia, amelala pale. Hivi Daudi anawindwa auawe, lakini Daudi haripi kisasi, revenge. Biblia inasema akatenda kwa busara. Akafika pale. Jana nimekwambia, tafuta wewe kuwa na amani na watu wote, sio wewe utafute watu wote wewe na amani nao. Nilikwambia jana, kuwa na amani na watu wote wewe ndio uko responsible, lakini wao kuwa na amani na wewe ni kazi yao. Daudi akatafuta kuwa na amani na huyu, anamuwinda kumuua. Akafika pale. Hebu mwangalie jirani yako, muulize, ungekuwa wewe adui yako amelala, unavyoiona sura yake, angemfanyaje pale? Yaani mtu anakutafuta akuue, alafu wewe ndio hapo. Kama usingetafuna ule mstari unaosema Mungu ataweka adui chini ya unyayo, ungesema haleluya, andiko limetimia, huyu ameweka chini ya unyayo na mmaliza. Siku zote sisi tunapenda kurevenge. Ukisikia mtu alikufanya mabaya, yamempata, unashangilia. Nasema Mungu amejibu. Unaimba na kale kapambio, anajibu maombi, anajibu. Daudi akasema hauawi mtu hapa. Akakata upindo wa vazi, akaondoka. Akafika ng'ambo, akamwamsha. Baba, amka. Anasema nilikuwa hapo. Nilikuwa hapo. Kama ningetaka kukuua, ningekuwa nimekuua. Mimi sina ubaya na wewe. Wewe ndio unanitafuta kuniua. Mimi sijakukosea chochote. Mimi ningekuwa na roho mbaya, si ningekuua hapo. Nimekata joho lako, hiyo nguo yako nimekata. Kuiangalia kweli. Anasema kipande hiki hapa. Sauli pamoja na shule yote hiyo, bado mwanadamu ni kiumbe cha ajabu. Bado haoni Mungu ndani ya Daudi, anamuogopa, lakini anahofia, anataka kupigana nao. Rafiki, hebu wakati mwingine Mungu akupe karoho ka hekima ndani yako. Tambua mema watu wanayokufanyia. Watu wanakufanyia mema sana, lakini wewe unaangalia mabaya tu. Uhesabu mazuri ni mabaya tu. Kuna watu wamekusomesha, unawasema vibaya. Kuna watu wamekufundisha biashara, unawasema vibaya. Kuna wakati mwingine unamsema vibaya mpaka mke wako.
Huna taibu we mwanaume. Mke wako amekuzalia watoto, ameteseka, ameenda leba, amepona kufa chupu chupu, amenyonyesha watoto wako bila kulipa bili ya maziwa, amewanyonyesha wamekua, paka wamekuwa watu wazima. Alafu huna taibu, unasema my wife she is staying at home, homeless. Yani hana kazi anayofanya. Hana kazi anayofanya mke wako. Anakula tu, anajaza choo. Hivi wewe mwanaume una akili kweli? Amekuzalia watoto 3, unasema anajaza choo. Hao watoto wanakuita daddy daddy. Aliwatoa kwenye ATM ya wapi? Uliwafiatua mahali ukaingiza kadi, papa wa kwanza, papa wa pili. Wanaume mko hapa. Respect your wife. Mheshimu. Heshimu huyo mama. Hata kama umemzidi elimu, na yeye amekuzidi kuzaa. Hata kama una makaratasi mengi, amekuzidi kunyonyesha. Hata kama unajiona unaongea vocabularies nyingi, Kiingereza kingi, lakini kukaanga mboga tu imekushinda. Si ukaangie vocabulary yako ya Kiingereza. Unaongea mpaka Kifaransa, kusonga sima imekushinda. Kuvuruga tu unga mpaka ukawa mkavu kaliwa, huwezi. Kuna wakati unashinda njaa, chakula kipo humo kwa freezer. Kiko hapo. Mama, uko wapi? Tumeshikana na foleni Nairobi. Mwambie huyo wa matatu atafute namuna uwai, sisi tunakufa njaa. Unakufa njaa kwani mama ameondoka na jiko la gesi? Ameondoka na kisu na masufuria, ameondoka na unga, ameondoka na... Mbona vyote vipo? Kwa nini huwezi kufanya? Alafu huyo anayefanya unasema huoni kazi yoyote, anakula tu hapo nyumbani. Hiyo 1,000 yako unayoacha nyumbani ndio unamnyanyasa mtoto wa watu. Ukiacha 2,000 ndio unajiona mfarume. Siku moja wataiweka kwenye hotpot. Ukitoka safari wanakuambia chakula, funua humo, funua hapo. Unaikuta 2,000. Ndio kitu gani? Kula. Si unafikiria 2,000 naweza kupika chakula? Mheshimu huyo ambaye anachukua hiyo 2,000 kwenda supermarket. Ananunua vitu, analeta nyumbani, anakatakata, anapika, vitunguu vinamuliza machozi, lakini anavumilia ili wewe uje ule. Alafu nafika hapo kwa kiburi na vile wanaume Mungu alivyotuumba, sijui tuliumbwaje, sijui tukoje, ndio maana hata Mungu wakati mwingine akasema, hii kiumbe isikae peke yake hii. Nitakifanyia msaidizi. Ukiona kitu kinafanywa msaidizi kimekwama, huwezi kupewa usaidizi kama uko fiti. Yaani ukiona kitu kinatafutiwa msaidizi kimekwama. Wanaume hata mkiniangalia vibaya, tulikwama. Huo ndio ukweli. Na una cha kunifanya kwa sababu nimeongea ukweli. Kama umechukia nenda kwa koti. Alafu kule nitakushinda kirahisi tu. Nitakuuliza maswali ya kirahisi. Wewe mwenyewe utaamua tu kumwambia hakimu nitajie miaka. Mimi ndo niende prison. Mama tuwaheshimu. Kama umekaa karibu na mama gonga 5. Mwambie karibu wasaidizi wetu. Maana sisi tulikwama. Tulikwama, mambo yalikuwa magumu. Wewe ukiona mpaka Mungu anasema si vema kae peke yake, ujue pana shughuli. Wanaume na wajua mmechukia hapo, hamna cha kufanya kwa sababu nawaambia ukweli. Hawa viumbe Mungu ametupa ni zawadi. Tuache dharau. Hawa ni zawadi. Mtu anakubebea katoto tumboni miezi 9. Anatembea kama gari limepata pancha ili watoto wako wazaliwe. Anaenda leba, naongea Kiingereza, ana speak tongues without Holy Spirit. Wao unafikiri kitu rahisi ili watoto wako watoke salama? Huyo mama ni wa kumheshimu huyo. Wewe unaenda unampeleka kwa hospital, wakati anaenda kule mnaita nini kule sehemu ya kujifungulia watoto. Wewe umekaa kwenye benchi. Utafikiri unasubiri treni la si nini hilo la kutoka Mombasa. Mama yuko ndani, yuko analia, wewe uko hapo tu. Ukiona nguo nyeupe, oya, vipi?
Unauliza vipi unafikiri mke wako ameingia toilet hapo? Naongea haya kwa sababu kuna wanaume vichwa vyenu vimepinda, havijakaa sawa, lazima vinyoshwe na nyundo. Hata ukichukia, lakini haya maneno yanalia nde. Kuanzia leo lazima utamwangalia mke wako kwa jicho la tofauti. Na mimi sisemi wanaume wote mtabadilika, maana wako mliorogwa mkarogeka. Ndio maana wakati wote wanaume wanatafuta matatizo tu, wakati wote. Hata angalia sura ya mwanaume imekaa matatizo. Yaani ni kama inatafuta shida. Akiingia pale ndani anatafuta matatizo. Mnamwambia habari za kazi, anatafuta matatizo. Nani ameweka sahani hapa? Nani ameweka sahani hapa? Sahani siko ndani. Kwani iko kwa neighbor? Siko ndani. Sahani iko hapa. Kwa. Atagombana na sahani we, akaona imeisha. Anatafuta tatizo lingine. Hii TV mmeweka sauti iko juu. Volume. Imegeuza hii nyumba kama studio. Volume. Akimaliza hapo anaingia chumbani. Umetandika mashuka gani haya mengine haya mashuka? Utafikiri akulalia marehemu. Mashuka gani? Gani. Anarudi sebreni, anakaa, anaitisha remote. Naomba remote. Yani niongeze sauti. Wewe si ulisema iko juu? Yani yeye alikuwa anatafuta matatizo tu, apate sehemu ya gombane. Wamama ukikaa na sisi kutoka Januari mpaka Disemba, weka celebration. Ucelebrate. Tafuta jogoo mkubwa, rosti, upande, chemusha supu, uiambie mwili wangu kura. Umeishi na kiumbe complicated. Umeishi na kiumbe ambacho kinahitaji mahesabu. Yani wanawake wenzangu wamenyosha mikono, wame give up, mimi bado napambana nacho. Nasema mpaka kifo kitakapotutenga. Halo. Kuna wanaume wanasema, yani mahubiri hayo, yani mimi sipendi, yani mahubiri wa hivi, mimi kesho siji. Wewe si nishakutibu tayari. Sasa hata usipokuja kesho sindano shui imeenda. Kwa hiyo hata usipofika kesho wewe tayari shui dawa yote imeenda. Kwa hiyo kapumzike kesho ndio iingie mpaka kwenye mishipa. Kwa sababu haya maneno hayafutiki. Ukimsikiliza Mgogo, Mungu amenipa neema ambayo nikikuhubiria hata kama kichwa chako kina virus, haya mahubiri yana antivirus. Yakifika kwenye kichwa chako hayaliwi, yatakaa na wewe. Hivi hapa ukifika nyumbani ukitaka kugombana utashituka tu, ndio yale aliyokuwa anasema. Ukitaka kumdharau mke wako, ndio yale. Yani hapa nimesha save antivirus. Punga mkono kama una amani. Kwa hiyo kuna watu fanya mema kiasi gani. Watu people not serious. Mtende mema. Hakumbuki mema yote. Anakumbuka mabaya tu. Unamuuliza wewe mama wewe, hivi kweli huoni mema ya mume wako kweli? Hata kitendo cha kukuoa, huoni kama ni muujiza? Ulikuwa katikati ya mabinti wengi, wanavaa vizuri, wanaoga vizuri, na vizuri, lakini walikosa soko, ukaolewa wewe. Huoni kama ni neema ya Mungu ilitembea hapo? Wengine hata mliolewa ushago, hata kuvaa ujui. Unavaa slippers hii ya blue, nyingine ya kijani. Hii ni mwanamume wako, alisema huyu ni wife material. Nikioa, nikileta mjini huyo atakaa sawa. Akakupeleka saruni, akamekunyosha huko sawa. Amekupa na capital, unafanya biashara, unakula vizuri, una nini. Umeanza kiburi, unasema my husband, he is not my type. Una akili kweli? Ndio maana niwaambie wanaume, saa nyingine msitupe picha zenu za zamani. Picha za bibi yako za zamani msitupe. Zitunze. Wakati ule anasuka matuta, tunza. Wakati ule ajui atakuvaa, tunza.
alikuwa anavaa second hand. Tunza zile picha. Akianza kiburi, fiatu alubamu. Mwambie pitia kidogo alubamu hii hapa, ili angalau imkumbushe kwamba umefanya kazi kumfanya awe hivyo alivyo. Kuna wamama hamkuwa hivyo. Hata wewe ukijiangalia mpaka unasema ni mimi huyu, ni mimi huyu. Mwanaume amepambana, hata uni nyumbani usiku anahangaika ili wewe ule, wewe unini. Wakati mwingine anashikana na kazi, unapiga simu haipokelewi, unatukana tu, malaya wewe, najua unafanya umalaya wako. Wakati mwanaume anajikunja wewe ule, anajikunja wewe uende saruni, anajikunja wewe uvae vizuri, anateseka, lakini huna cha ku appreciate chochote zaidi ya kucomplain tu. Wakati wote tu nimepiga simu mara is, hujaiona misko. Aliyekwambia nani wako, mume wako ni nani ndiye anapokea pale customer kupokea simu za watu nani? Kwamba amekaa na simu anasubiri wewe, my wife atapiga, nikae chonjo. Angalia na nature ya kazi ya mume wako. Kuna kazi utaki kukaa na simu mara kwa mara. Kuna kazi inabidi uconcentrate. Mume wako anafanyia benki, unataka kila siku anaongea na hela. Akichanganya mahesabu hapa, sitaweka rosi. Mume wako yuko anakaa ofisini kupokea mahitaji ya watu. Akae watu wamepanga foleni, wife. Saa nyingine heshimu. Muulize mume wangu naingia saa ngapi, unatoka saa ngapi, ili ujue. Akiwa kazini acha usumbufu. Vimeseji vingine hata vieleweki. Huku mvua inanyesha, kwa hiyo akuletee mwamvuli. Atakuja kujibu baadaye. Ukiona umetuma message hajajibu, ujue yuko busy. Usiwaze umalaya tu kwamba huyu atakuwa mipango ya kando, huyu atakuwa kwa nini ajibu. Saa nyingine respect kazi anayoifanya. Wamama mmetulia, mko kimya kama vile mko saruni na wasuka. Lakini na maanisha sometime uwe serious. Respect yale anayofanya mwenzako. Amen. Tunaelewana? Na kuna watoto nao ambao hawako serious. Wazazi wake wanakoma nao, wanakupeleka shule, wanakusomesha, alafu wewe wala hauko serious na masomo. Upo kuzurura na matatu huko, kurura wapi huko, unaangalia movies, vitu gani. Wewe kila wakati ni kununua bando huko, cheki vitu vya kijinga kwa, unaacha kusoma, mpaka una sapu. Huonei huruma hata fees ya watoto ya wazazi wako. Hebu sometime uwe serious kidogo. Amen. Kuna muda wa kurefresh, sawa. Lakini lazima ujue niko chuoni nafanya nini. Unuko chuoni kuna wazazi wanaumia. Fees hizi wanatoa. Usifikiri kuna watu wanakopa mpaka loan wewe usome. Alafu nafika kule unaanza kucheza na wanaume, unacheza. Baada ya kurudi na degree, unarudi na degree nyingine. Hiyo degree hiyo walitegemea degree, unarudi na degree. Mbona hiyo degree? Nilikula chips zikanila, kwa hiyo chips na mimi tuka. Hallelujah. Una amani au ndio nimekufukuza? Wangapi wanasema Mgogo tutakuepo na kesho, tufanye nini sasa? Tutakuepo. Punga mkono wale mtakao kuepo kesho, ili nijue kumbe mupo. Wachache ndio wameniambia kwa heri. Mahubiri kama haya mimi sipendi. Mimi nataka mtu anitabirie, aniambie pokea magari, pokea nyumba, pokea. Unapokea kutoka wapi? Yaani kwambia pokea magari, hayo pesa zao huna. Hata ukipewa gari utaweka nini humo? Ukiona mtu ana drive gari barabarani, mheshimu. Kazi sio kupata gari, kazi kuliweka gari barabarani likawa linatembea. Services zake ni zaidi ya wake. Gari lina shida. Hasa wewe huna kazi, unataka kupokea gari, utaweka nini mafuta?
Mwaikoona watu wanamiliki simu, anatuma tu message, please recharge me, please recharge me, please call me, please. Ulinunua ya nini na hela huna? Kauze hiyo simu, fanya biashara, ukipata capital ununue simu, unapa mahali pa kufanyia. Wewe unataka simu na hata kuweka credit uwezi. Siku hizi Kenya mna kale ka system, kama una hela unamcall mtu ili utumie hela yake. Mnaita nini? Reverse call. Kuna watu mko humu nini? Mnapaswa hata jina tukuite reverse. Yaani wewe kila kitu ni reverse call, ile reverse call. Ile program ni kumsaidia mtu ameshikana mahali, credit hazipatikani, yupo kwa poli, ndio anasema nipigie niwaongee, jamani gari limeharibika hapa, mnaomba mtume mafundi waje kutengeneza. Wako nani? Sasa wewe uko nyumbani. Mke wangu sawa, kiniambia reverse call sawa, mimi ni mali yake na yeye mali yangu, pesa zetu za kwetu. Sasa wewe mtu baki tu uko reverse kesho, reverse. Kauze simu, ufanye biashara. Hello, uko sawa? Kanyundo kamefika? Basi kama kamefika, simama. Simama, muda umeisha. Hallelujah. Una amani moyoni? Mwimbaji mmoja akajiimbia, nina amani nyingi moyoni mwangu, amani ya Yehova Bwana. Na wewe wakati mwingine jiimbie kainjili kakipita, useme mhubiri pamoja na nyundo zako, nina amani nyingi moyo, kwa sababu unajua kabisa neno lengo lake ni kukutengeneza. Lengo la neno ni kukukumbusha. Lengo la neno ni kukushitua mahali ulipokuwa umezubaa. Ndio maana nilikuwa naongea na rafiki yangu hapa, nasema mahubiri kama yetu hawatakiwi watu wahubiriwe kutoka Januari mpaka Disemba. Yanakuja special, yakipita alafu napumzika kidogo. Tutakuja tena mwakani, tuteremshe nyundo zaidi ya hizi. Maana saa hizi nimeogopa kushusha nyundo, ni mara ya kwanza, mtanikimbia. Ila nikirudi ndio zitashushwa zenyewe sasa. Saa hizi nafundisha kichungaji, si ndio Sinafundisha kichungaji kipolepole kidogo. Kwani kuna nyundo zimetembea hapa? Hamna, nimefundisha kichungaji. Lakini tukirudi safari ya pili ndio nyundo zitembee. Amen. Nilihubiri mahali, wakati nashuka mtu alikuja akanikunja. Akasema, wewe kwani usingeniambia peke yangu mpaka niseme mbele ya watu wote? Nikasema, kwani nimetaja jina lako pale? Akasema, mna vitu vingine umeongea nimefanya jana tu, umeambiwa wewe. Nikasema, nimeambiwa na nani? Akasema, sijui sasa, lakini haiwezekani utaje exactly kila kitu kuhusu mimi. Hamna. Watu wa protocol wakaja kuniokoa. Amen. Kabla hatujaomba, jana nilikuahidi kwamba tutafanya maombi haya. Najua dakika zetu zimeisha, lakini tutumie muda mfupi huu. Kama uko mtu nasema, pastor, haya mafundisho nayofundisha ni ya kinabii juu ya maisha yangu. Unasema najiona kabisa maisha yangu hayako sawa, na muhitaji Mungu kwenye maisha yangu ili aweze kunibadilisha na kunifanya mtu mpya. Nataka nizaliwe upya tena. Nataka Yesu ayatengeneze maisha yangu. Unasema, pastor, niombee kwa dakika hizi chache, niombee neema iwe juu yangu. Unatamani tuombe kwa ajili yako. Unaona kabisa maisha yako hayana amani. Kuna vitu unavyovifanya unasema, no, hivi sio sawa. Na haya maisha Yesu akirudi leo siwezi kuondoka. Siko sawa. Nahitaji uniombee rehema. Uniombee msamaha. Mungu aweze kunisamehe na kunitakasa. Au uwe unanifuatilia hapa au unanifuatilia mtandaoni, unatamani tukuombee, na wewe pia tutakuombea. Kama uko hapa au uko mtandaoni, wa mtandaoni utainua mkono wako huko uliko, lakini tulioko hapa
unaweza kusogea ukaja hapa mbele niweze kukuombea. Kama unahitaji maombi haya, unasema hili neno limegusa maisha yangu mchungaji, nahitaji uniombee, amani ya moyo ndani yangu haimo kabisa, naomba uniombee pastor. Na mimi niko tayari kukuombea, niko tayari kuomba msamaha ili Mungu akusamehe, aanze upya maisha yako, ayatengeneze yawe mapya. Kama unatamani, sogea hapa mbele tufanye maombi kwa dakika chache hizi. Njoo tu, chukua nafasi ya ujasiri, sogea hapa mbele tuweze kukuombea. Nimetoa hii nafasi open kabisa ili wewe unahitaji tukuombee, usogee hapa mbele. Sogea tufanye maombi haya. Njoo tu. Tunapoimba pambio hii, uendelee kusogea mbele. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Baba, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Kama upo mwingine sogea tu, sogea tuende. Njoo tu, njoo tuweze kuomba kwa ajili yako. Usiogope. Shetani asikupe uoga wa kuja mbele, akupe ujasiri Mungu wetu wa kusogea kuja hapa ili tukuombee. Sogea tufanye maombi haya. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Weka mkono wako kifuani rafiki yangu. Sema maneno haya: Bwana Yesu, umesema na maisha yangu, niko mbele ya madhabahu yako. Naomba unitakase, naomba unioshe kwa damu yako Yesu, niwe kiumbe kipya, nizaliwe upya kwa nguvu ya neno lako. Ninaamini nimezaliwa upya, nimekuwa mtoto mwema. Kuanzia leo, samehe dhambi zangu zote ninazokumbuka na ambazo sikumbuki, futa zote kwa damu yako Yesu. Nimepokea utakaso kuanzia leo, amen. Tulia wakati tunakuombea, wakati mchungaji pia anakuombea. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, asante kwa ajili ya kijana huyu ambaye amewakilisha mioyo ya wengi kuja hapa mbele, na wengine wamekuwa wakitufuatilia mtandaoni, na wao Bwana umesema nao, na wao Bwana tunaamini umeenda kuwasamehe. Walipofuatisha sala hii, umewatakasa, umewafanya watu wapya. Wafanye watu wapya kuanzia leo. Neema yako isipungue kwenye maisha yao, waponye na kuwaganga kwa jina la Yesu Kristo. Wawe wapya kuanzia leo, neema yako iwe juu yao. Asante kwa sababu utawatakasa na utawapa nguvu ya kutembea katika kweli, wakauone utukufu wako. Katika jina lako Yesu Kristo tunaomba tukiamini, wote tuseme amen. Inua mkono wako juu mahali ulipo. Baba, watazame watoto wako ambao wameliheshimu neno lako, wamekuja mahali hapa Bwana, ili wayasikie mafundisho haya yatakayoponya maisha yao, yatakayorejesha furaha katika familia zao, kwenye maisha yao, wakaione nguvu yako ikitembea. Wengine walikuja ni wagonjwa na wadhaifu, natamka uponyaji juu yao, natamka nguvu ya kufunguliwa katika jina la Yesu. Hakuna mapepo yatakayosimama, hakuna mizimu itakayosimama. Jehova wafungue, Jehova waponye, achilia uweza, achilia mamlaka yatembee ndani ya kila moja. Waondoke na utukufu wako, waondoke na nguvu yako ikiwa pamoja nao. Kama wingu lenye utukufu liliwaongoza wana wa Israeli, na watoto wako hawa waondoke na wingu hilo lililojaa utukufu wako, ili Bwana liwalinde na kuwatunza
wakaione nguvu yako ikiwa pamoja nao. Neema yako iwe juu yao katika jina lako Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Wote tuseme amen. Kanisa tuseme amen. Chukua sadaka yako sasa tuweze kuomba. Chukua sadaka yako sasa tuweze kuomba. Tuombe kwa ajili ya hiyo sadaka yako. Tulisema kwamba sisi ndio wawezeshaji wa semina hii. Uwe mtandaoni, uwe hapa, kwa sababu bila support yenu kazi haiwezi kwenda. Tunahitaji msaada kutoka kwenu. Tunashukuru kwa sababu mna mwitikio wa kusupport semina hii. Kwa sababu hiyo, chukua sadaka yako, inua juu ili niweze kuomba. Chukua sadaka yako, inua juu niweze kuomba kabisa kabisa. Kama natoa kwa njia ya simu, nafikiri namba mnaijua. Mungu atawasaidia hiyo namba muweze kutoa. Kama natoa kwa simu, na wewe unaweza kuinua simu yako ili tuweze kuomba. Jehova Mungu wangu ishie milele, tembea katikati ya watoto wako ambao wako tayari kukutolea wewe, wako tayari kuachilia sadaka kwenye madhabahu yako. Tembea Jehova, tenda muujiza usio wa kawaida. Baba, hii sadaka ifanyike uponyaji, hii sadaka ifanyike nguvu, hii sadaka ifanyike chanzo cha mafanikio yetu. Tunaiachilia kwako tukiamini neema itakuwa pamoja nasi, kwa sababu sadaka inanena, sadaka inarejesha, sadaka ina restore vilivyoharibika. Hivyo Mungu, hii sadaka tunapoileta kwako ipate kibali katika jina lako Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Wote tuseme amen. Kama tulivyosema jana, tunaanzia upande huu, alafu tutakuja hapo, tutamalizia huko. Kwa hiyo watu wa huku tuanze. Vyombo viko viwili leo, basi tunaweza tukaanza na sio hapa katikati, tukaendelea hapa, alafu wale pia watamalizia.